Samaki wasioiva. Siku moja mtoto mdogo wa miaka 10 aliyeitwa Sudi alifunga safari ya kwenda kijijini kumsalimia bibi yake. Baada ya safari ya masaa machache, Sudi alifika katika kijiji cha Tula, kijiji ambacho bibi yake aliishi humo. Alipokewa vizuri na bibi yake na kupelekwa nyumbani. Sudi alikaa na kuzoea mazingira ya kijijini ndani ya siku chache. Bibi yake Sudi alikuwa muuza samaki maarufu sana kijijini. Kila mwana kijiji alipenda samaki wake. Lakini Sudi hakuwahi kumwona bibi yake akienda baharini kuvua samaki wala kwenda ufukweni kununua samaki kutoka kwa wavuvi. Alitamani sana kujua kuwa bibi yake hutoa wapi samaki. Siku moja majira ya jioni, Sudi alimuuliza bibi yake kuwa huwa anatolea wapi samaki. Bibi alimchukua Sudi na kuingia naye chumbani, na katikati ya chumba kulikuwa na chungu cha udongo kilichokuwa na mfuniko. Alimwambia Sudi aingize mkono wake ndani ya chungu bila ya kukitazama. Sudi japokuwa aliogopa, lakini aliingiza mkono wake katika chungu kile bila ya kukitazama, na alitoka na samaki mkubwa sana katika mkono wake. Bibi yake alimchukua samaki yule na kumpika kama kitoweo. Alimwambia Sudi kuwa muda wowote ukihitaji samaki, basi ingiza mkono katika chungu hiki bila kukitazama na utapata samaki kiasi chochote unachotaka. Alimsisitiza Sudi juu ya sharti la kutokutazama ndani ya chungu wakati anachukua samaki. Tangu siku hiyo, Sudi alijua kuwa bibi yake alipataje samaki. Alifurahia maisha ya kijijini huku wakila samaki wengi kila siku, wa kuchoma, wa kukaanga, wa kuchemsha na wa kila aina. Pia alipata paka na kumlisha samaki kila siku hadi akanenepa kushinda paka wote kijijini. Lakini kila siku zilizozidi kuenda, kijana Sudi alitamani kujua kuhusu chungu cha ajabu cha bibi yake, chungu ambacho hakikuishiwa na samaki. Japo bibi yake alimwambia kuwa asiyethubutu kuchungulia ndani ya chungu, lakini kijana Sudi alitamani zaidi. Siku moja majira ya usiku, Sudi na bibi yake walikuwa nje ya nyumba wakiandaa chakula cha jioni. Sudi aliingia ndani. Alikuwa na mawazo na uoga kiasi. Alipoona kuwa bibi yake hakuwa ndani, alihisi kuwa hii ni nafasi kwake. Taratibu aliingia chumbani kwa bibi yake na kuelekea mahala palipokuwa chungu kile. Sudi alivuta pumzi na kushika mfuniko wa chungu, na taratibu alianza kusogeza macho yake kutazama ndani kuna nini. Sudi aliona ndani ya chungu, lakini hakuona chochote, bali ni mwanga mkali sana. Alishangaa sana, na ghafla chungu kile kilianza kutikisika na kutoa sauti kubwa kama vile kilitaka kuvunjika. Nyufa zilianza kujitokeza katika chungu na maji yakaanza kutoka katika nyufa hizo. Sudi alianza kuingiwa na uoga bila kujua kuwa atamweleza nini bibi yake. Hatimaye maji mengi sana alianza kutoka katika chungu kile pamoja na samaki wengi sana. Maji yalitoka kama vile kulikuwa na chemchem. Bibi yake Sudi aliona maji yakitoka ndani na upesi aliingia ndani na kumkuta Sudi ameshika mfuniko wa chungu. Sudi hakuwa na cha kujitetea. Chungu kile kilipasuka chote na kila kipande chake kilianza kutoa maji mengi sana. Lakini cha kushangaza, kila mahala maji hayo yalipopita hayakuharibu kitu chochote. Maji yalizidi kuongezeka akiwa na samaki wengi sana. Maji hayo hayakuenda popote, bali yalifuata njia na kwenda kutulia katika uwanja mkubwa kijijini. Hapo yalitulia na kutengeneza ziwa dogo lenye samaki wengi sana. Baada ya muda, vipande vile vya chungu viliacha kutoa maji, na kila eneo ambapo maji yalipita palibaki pakavu kama vile hakukuwa na chochote. Sudi alimtazama bibi yake na asijue cha kusema. Asubuhi ilifika na jua likachomoza. Kila mwanakijiji alishangaa kuona ziwa jipya kijijini kwao bila kujua kuwa limetokea wapi. Baadhi ya wanakijiji walisimuliana kuwa waliona maji jana usiku yakikatiza barabarani. Kila mwanakijiji alijiuliza kuhusu ziwa hilo lililotokea kijijini kwao, lakini wingi wa samaki wake ulimvutia kila mmoja. Habari za ziwa hilo pia ziliwafikia Sudi na bibi yake. Sudi alihisi kuwa amekosea sana, lakini bibi yake alimwambia kuwa huenda siku zake za kumiliki chungu cha ajabu zimeisha. Tangu siku hiyo, wanakijiji walivua samaki wengi sana kutoka ziwani. Samaki hao walikuwa ni watamu sana. Watu kutoka vijiji vingine pia walikuja kuwanunua samaki hao. Watu walijiingizia pesa nyingi kwa kuuza samaki hao, lakini samaki hao hawakuwa wa kawaida. Siku zilizozidi kuenda, watu waligundua kitu cha ajabu sana. Mtu yeyote aliyejaribu kununua samaki hao kwa kinyongo ama kwa hasira, basi wasingeiva kabisa pale alipowapika. Mteja alipotajiwa gharama ya samaki na muuzaji na akajaribu kuomba kuwa apunguziwe kiasi fulani, basi angepewa samaki hao, lakini wasingeiva kamwe. Hivyo ilitakiwa muuzaji atoe samaki kwa moyo mkunjufu. Wavuvi na wauza samaki walipogundua hili, basi kila mmoja alijiwekea gharama aliyotaka. Lakini hayakuwa hayo tu.
Endapo mtu angenunua samaki hao wa kushangaza na akawapika huku akiwa na hasira moyoni, basi wasingethubutu hata kulainika. Siku moja bwana mmoja aliyeitwa Shabani alinunua samaki hao na kumpa mkewe awapike. Lakini wakati mkewe anapika, wawili hao walianza kugombana. Samaki hawakuiva kabisa, yaani walikuwa wamekodoa macho muda wote kama vile walikuwa hai. Walijaribu kuongeza maji kila muda na hatimaye walimaliza maji yote ndani. Habari za samaki wasioiva zilisambaa maeneo mbalimbali. Baadhi ya watu walikuja kununua samaki hao na kupigana na rafiki zao kwa makusudi ili wajionee kwa macho yao jinsi samaki walivyokuwa wabishi kuiva. Sudi na bibi yake walijionea haya. Bibi yake Sudi alimwambia mjukuu wake kuwa ni lazima watengeneze upya chombo kile kilichovunjika. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, Sudi na bibi yake walianza safari ya kuelekea mbali. Walienda katika kijiji cha Pongoni na hapo waliingia katika pango kubwa, na bibi yake Sudi alichukua udongo mkavu kiasi na kuutia kwenye mfuko, kisha wakaendelea na safari. Walifika tena katika kijiji cha Itamuka. Hapo walipanda mlima mdogo na bibi alichukua tena udongo mkavu kiasi na kuutia kwenye mfuko. Walitembea maeneo mbalimbali wakikusanya udongo na hatimaye walijaza mfuko wao na kurudi nyumbani ikiwa ni majira ya usiku. Walipofika, bibi yake Sudi alitoa udongo huo na kuuchanganya na maji vizuri, kisha akaanza kuunda chungu kizuri kama kile kilichovunjika. Aliunda na mfuniko wake na kukiweka katika moto ili kikauke vizuri na kuwa imara. Watu wawili walikaa kwa muda mrefu wakisubiri chungu kikauke. Baada ya kukauka vizuri, bibi alikitoa katika moto na kuchukua maji, kisha akaanza kumimina ndani yake huku akisema maneno ya kikabila. Alipomaliza alikifunika na kumwambia Sudi aingize mkono ndani bila kutazama ndani ya chungu. Kijana Sudi aliingiza mkono wake kama alivyoambiwa na alitoka na samaki mkubwa akicheza cheza. Wote wawili walifurahi kurudisha chungu chao upya. Bibi alimwambia Sudi kuwa chungu hicho ni urithi na baraka kutoka kwa wazazi wake. Basi tangu siku hiyo, Sudi na bibi yake waliendelea kuuza samaki wao wa kawaida kijijini, na watu waliacha kununua samaki wale wasioiva na kurudi kwa bibi yake Sudi.